Mimi natoka sasa hivi. Naomba majirani wasije wakachukua maamuzi yoyote ya kwenda kuzika pasipo mimi mwenyewe kurudi kaka yake. Kuna sehemu naenda mama, ila nitarudi ndio tutaenda kufanya mazishi. Ila chonde wasije wakachukua maamuzi yoyote ya kwenda kuzika pasipo mimi kufika mamangu. Sawa. Unaelewa mama? Sawa. Twende ndani mama. Hivi nyinyi mna nini? Muda mrefu na waita mji. Na tumekuja mkuu. Afu mshenzi usipo kunibisha sawa? Sasa nimeleteni hapa kwamba kaka yake Selina amekataa kuzika. Na hili ni tatizo. Tunafanyaje? Kwa jinsi nilivyowaona, jinsi tunavyoondoka, wale wameenda kwa mjanga. Hivyo basi, dawa ya moto ni moto, dawa ya maji ni maji. Wao wanaenda kwa mjanga na hakika, ila nimeweteni hapa ndio kuunganisha nguvu. Tumeelewana? Ndio. Hawawezi kufanikiwa chochote kile. Hawawezi kufanikiwa. Hawafanikiwi. Hawana uwezo. Sisi tuna nguvu mara 10 yao. Ndio. Hivyo basi, ni lazima tuweke nguvu hapa hapa. Tumeelewana? Ndio mkuu. Mganga, tumekuja kwako, tuna shida. Ndio. Tuna shida na imani utatusaidia. Kabisa. Ndio ungeongea naye. Ungemuelezea. Mganga, kama alivyoongea ndugu yangu hapa, si bado tuna matatizo. Tumetoka na miguu yetu huko nyumbani, tumekuja hapa ili tupate solution ndugu yangu. Bwana, labda tunianze kukueleza tu jinsi ilivyokuwa ndugu yangu. Mimi bwana na mdogo wangu hakika anaitwa Selina. Ndio leo kwa nimemchumbia. Ndio. Anaitwa Selina. Hivi karibuni kabla tukio kutokea, aliniambia bwana kaka, nilikutana na kaka mmoja akaniambia utaona. Nikamwambia hebu nipeleke kwa huyo kaka ambaye alikwambia utao. Ni nani mwenye majukumu kuambia utaona wewe kama sio Mwenyezi Mungu? Hebu tutoke hapa mguu wako mguu wangu ukanionyeshe huyo mtu alikwambia utaona. Unaelewa mganga? Hatujakaa sawa, kesho yake Selina anatoka ndani, ghafla tu anaanguka na kutoa mapovu na mtu kufa. Sio, unaelewa ndugu yangu hapo? Ambapo leo sasa ndo msiba wake sasa. Yaani mganga, hivi tunavyoongea tumeacha mwili wa marehemu ndani. Tukasema hapana, kwa sababu huyu mtu kafa ghafla na hatujui kwamba huyu mtu kafa kwa mipango ya Mungu au mkono wa mtu.
Sasa tumekuja hapa kwako mganga ili utuangalizie kwamba huyu kafa kwa mkono wa mtu au kafa kwa mpango ya Mungu. Hicho ndo tunataka tujue. Huyu mtu yupo. Mganga, huyu ninapokuelezea hapa kwamba ameshakufa na sasa hivi kwa attention kwenda wapi? Mazikoni. Yaani twende tumpeke kumzika. Sasa unaponiambia kwamba huyu mtu yupo kwa maana kwamba unaniambia kwamba huyu mtu ni mzima, yupo kabisa hai. Huyu mtu ana uwezekano wa kurudi. Lakini mnataka kufanya nini? Mimi nafikiri mganga, kama alivyoongea huyu mtu, lengo la kuja hapa, kama kuna mkono wa mtu tujue namrudisha vipi mdogo wangu. Hilo ndilo lengo. Hicho ndo cha muhimu. Ndio. Wameenda kwa mganga. Lakini hawataweza. Hawataweza. Kuzuia hili. Hii haizuiliki. Hata kwa dawa. Wale ni watu wadogo sana. Na hawana nguvu yoyote ile. Hivyo basi. Ndio. Sisi tutegemea ushindi. Tutegemea nini? Ushindi ni wa kwetu. Na ni lazima. Selina wa kwetu. Hakuna na kucheza na molimoli. Molimoli, nenda kapumzike. Ukanisalimie pia. Masharti yangu mtaweza? Sasa mganga, hapo inategemea sasa na masharti. Nauliza tena. Je, masharti yangu mtayaweza? Mimi labda mganga niongee kitu kimoja kwamba hivi. Masharti yako tutayaweza endapo kama itakuwa yako ndani ya uwezo wetu. Yaani inategemea sasa na masharti. Sharti yangu la kwanza, kwanza malipo yangu nahitaji shilingi milioni 4. Na sharti yangu la pili, nahitaji muniletee mchanga ambao unapatikana katikati ya bahari. Sasa mganga, kwani hamna masharti kidogo tu ambayo tunaweza tukafanya? Mbona masharti magumu? Milioni 4 mchanga wa bahari. Na sharti langu la tatu, nahitaji sehemu yenye jangwa hapo hakuna nyumba yoyote ama kiota chochote. Ndio mganga. Ili tuweze kujenga vibata. Sasa vibata tunavijengaje hapa? Sio vibata, vibanda. Vibanda. Sawa. Ni bana mganga. Tusifanye kama tunakomoana bwana ndugu yangu. Unaposema sijui milioni 1, sijui vibanda, sijui mchanga katikati wa bahari, tunatolea wapi ndugu yangu? Hebu tuangalie hali zetu mganga. Mbona kama unatukomoa? Kama mnaweza kupata hivyo vitu, nendeni mkazike. Lakini msimalize 3. Nendeni mkazike. Kama mnaweza kupata hivyo vitu, nendeni mkazike. Lakini msiye mkamaliza 3. Kwa maana kwamba tukazike lakini tusimalize 3. Yani si ndio maana yake kwamba tukazike afu tusimalize 3. Sawa. Nendeni. Sawa.
Lecho. Ndiye mkuu. Nimekuita hapa, hii ni dharura. Nataka nikutume. Unaelewa? Ndiyo. Uende kwa yule mume wake Selina. Nahitaji uende ukamshawishi kadri uwezavyo. Waweze kufanya tatu. Maana wasipofanya tatu, yule binti atakuwa ni hatari sana. Tumeelewana? Ndiyo mkuu. Unakupa maagizo haya, uyatii. Tumeelewana? Ndiyo mkuu. Na mimi natoka hapa nafuata yule kaka yake, nimshawishi wafanye tatu. Sawa. Tumia uwezo wako. Yule bwana umshawishi. Tumeelewana? Tumia uwezo wako. Na sitaki kusikia nimeshindwa. Sawa. Tumeelewana? Ndiyo. Na kuruhusu naomba ondoke. Nilikuwa wewe si ndio mchumba Selina? Ndio mimi. Hivi nilikuwa nataka nikuulize, Selina ni Mkristo au Muislamu? Selina yule ni Muislamu kwa sababu jina lake la Kiislamu alioaziniwa anaitwa Aisha. Kwa hiyo Selina ni jina tu la ukoo. Sasa mimi nilikuwa nikushauri, kwa nini usingeenda kuambia familia yake kwamba malizie msiba, yaani ufanye tatu? Ni kweli ndivyo ilivyo. Na ndio uhalisia ulivyo. Kwamba Muislamu yoyote akifa lazima afanyiwe tatu, afanyiwe 40. Mimi najua hilo swala. Lakini yani mimi naona ili swala la tatu na 40 hili ni familia yao wenyewe. Mimi kiukweli ilikuwa niwe mmoja wa familia yao. Si unanielewa? Lakini Selina
alikuwa ndo aniunganishe, kwa maana niwe mmoja wa familia yao, lakini imeshindikana. Mungu kampenda zaidi, imeshindikana. Sio, umeelewa dada? Kwa hiyo mimi sina maamuzi ya kusema kwamba naenda nikawashauri kwamba bwana tufanyeni hichi na hichi. Mimi ni kama bendera kufuata upepo tu. Kwa hiyo nikiambiwa bwana tufanye 3 basi nafanya 3. Nikiambiwa bwana tusifanye 3 hivyo mimi nafuata tu, kwa sababu sina uwezo wa kucomment kucomment kwamba bwana tufanye 3. Ni kitu ambacho hakiwezekani. Umeelewa? Sasa dadangu nikushauri kitu kimoja. Mimi na wewe hatusiki kwenye ule msiba, si ndio? Ndio. Mimi naona ili swala la sijui la 3 la nini tuachie wao. Umeelewa dadangu? Tufanye ya kwetu, wao wakiamua kumaliza msiba sawa. Wasipoamua basi sawa. Kwa hiyo mimi na wewe msiba haufanyaje? Au dadangu tunahusu? Basi sisi tufanye mambo yetu. Hilo swala sijui la kumaliza msiba sijui na nini tuachane na. Umeelewa dadangu? Sawa. Nashukuru.